Shalom na karibu katika Bible study yetu ya siku ya leo ambao ni somo la Biblia, na ningependa tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Asante kwa kutupenda kiasi ya kwamba umetupa neno lako, tunaweza lisoma, tunaweza lisikiza, tunaweza kujifundisha, tunaweza kushiriki na wengine. Na Baba, ninaomba ya kwamba tunaposhiriki neno lako siku ya leo, likapate kutubadilisha, likapate kututia moyo, likapate kutuelekeza, likapate kutuleta karibu na wewe. Asante kwa nguvu ambazo zinapatikana katika neno lako. Baba, ulisema ulituma neno lako likawaponya wale ambao walikuwa ni wagonjwa. Naomba siku ya leo ya kwamba neno lako likaleta uponyaji katika mioyo yetu. Wale wamebondeka mioyo wakapate kuinuliwa. Wale ambao wamezama katika dhambi wakapate kuponywa magonjwa ya dhambi katika jina la Yesu. Wale ambao wanahuzunika wakapate kupata furaha. Wale ambao wamepotea njia wakapate kurudi katika njia. Tunaomba uponyaji unaopatikana katika neno lako. Roho Mtakatifu, tunajiweka mikononi mwako, utuongoze na utulinde na utufundishe, kwa sababu wewe ndio mwalimu. Nitumie tu kama chombo ili neno lako likapate nafasi yake. Yesu inuliwe katika hata Bible study yetu ya siku ya leo. Isiwe ni akili na maneno ya binadamu, lakini iwe tu ni wewe Roho Mtakatifu ambao unatufunulia, ambao unatupa neno lako. Tunajiweka mikononi mwako, utuongoze katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Karibu sana. Vile nilisema, majina yangu ni Pastor Paul Atino Mayo, na leo tutajifundisha juu ya kitabu cha Mwanzo. Hili ndio somo la kwanza la Biblia, the first Bible study ambao tunafanya juu ya kitabu cha Mwanzo. Na leo nitafanya utangulizi, alafu ukiendelea kunifuata kuanzia wakati ujao, tutaanza sasa kufanya sura moja hadi nyingine. Kwa mfano, next time tukikutana tutafanya chapter 1 of the book of Genesis. Tutafanya sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo. Alafu huo somo lingine tutaenda sura ya pili, na hivyo kila wakati tutakuwa tukifanya sura moja. Lakini leo ningependa tufanye utangulizi, introduction, ndio tuelewe kitabu cha Mwanzo ni kitabu gani, kiko wapi katika Biblia, kinaongea juu ya nini, ni kwa nini kiliandikwa, nani aliandika, je, tunafaa kukisoma namna gani, tunafaa kukitafsiri namna gani, tunafaa kukiapply ama kusema hiki kitabu kinatusaidia namna gani katika maisha ambao tunaishi siku ya leo. Kitu ambao kinanifanya niseme hivyo ni kwamba kuna watu ambao wanasema vitabu vya Agano la Kale hizo ni historia ambao zilikuwa huko mbali, hazituhusu leo. Leo sisi tuko katika miaka mingi kuliko yale mambo yalikaniwa. So ukisoma tu, soma kama historia. Usisome kama ni kitu ni neno la Mungu ambao linaweza kukubadilisha. Yaani ni neno la Mungu, lakini ni historia. Na ndiposa mimi nimesema kwamba ni lazima tujiulize, je, kitabu cha Mwanzo, the book of Genesis, kina umuhimu gani katika maisha yetu leo? Kwa sababu hiyo ni ya muhimu. Ni vizuri understand context ama historia ama nyakati ambao kiliandikwa, lakini pia ni lazima tukilete leo tuseme, je, kinatuhusu leo? Na kama kinatuhusu, ni lazima tutilie mkazo na tutilie katika roho na tumaanishe na tujue ni nini Mungu anasema nasi kupitia hiki kitabu cha Mwanzo. Ningependa tujiulize, je, umewahi kuwaza jinsi maarifa yako yangekuwa duni kuhusu maswali ya
mambo mengi ambao tunapitia katika ulimwengu wa leo, kama kitabu cha Mwanzo kisingeandikwa, je, ulimwengu uliumbwaje? Tungejuaje? Na of course tumeenda shule na tumefundishwa, tukaambiwa kwa wale ambao wamesoma Darwin, Charles Darwin theory, inaitwa evolution. Ulimwengu ulitokezea, inaitwa Big Bang theory, ya kwamba kuna sauti tu ilitoka, alafu maisha ikaanza, vitu vikaanza polepole, vikaanza ku polepole. Sasa kwa mfano nikitumia mwanadamu, kuna wakati tulikuwa tunafanana sijui mamba, ndio saa hiyo miguu ine ikaanza kuinuka, sasa hii miguu ya pili ndio ikakuwa mikono, hii sasa tunaita miguu leo ndio ikakuwa miguu. Sasa tukaanza kuenea hivyo, tukaenea, sasa hata tukakuwa tumbiri. Ndio sasa ukiangalia familia ya tumbiri tunafanana, ndio development ikaendelea mpaka tumefika mahali tuko leo. Alafu wanaenda kwa kila sehemu ya uumbaji, creation, wanakupatia hizo vitu zilidevelop na zimechukua billions on billions of years. Hiyo ni inajua fikira za mwanadamu, vile anajaribu kueleza vile uumbaji ambao tunauona akimtoa Mungu. Kwa sababu shida kubwa hapa ni Mungu. Kwa sababu hawataki kuamini ya kwamba Mungu aliumba kila kitu kwa siku 6. Mambo na vitu vyote ambao tunaviona, Mungu aliumba kwa neno lake tu, alisema na iwepo nuru, na nuru ikatokezea. Hiyo hawakubali. Ati Mungu alichukua udongo tu akaumba, akaweka pumzi yake, akasema na binadamu awepo, tukaumbika. Watu hawataki kukubali. Lakini shida kubwa hapa tutakuja kuona ni ya kwamba watu hawataki kunyenyekea na kusikiza neno la Mungu. Hawataki the authority of God. Sasa wamejitoa na wameanza kutoa hadithi zao vile mambo yalitokezea. Lakini sisi ambao tunaamini Biblia, tunamwamini Mungu, kitabu cha Mwanzo ni muhimu katika kutuambia mambo yalianza namna gani. Je, ulimwengu uliumbwaje? Binadamu ni nani? Na ni kwa nini tunaishi? Bila kitabu cha Mwanzo hatuwezi elewa hiyo mambo. Leo ukiuliza binadamu ni nani, mtu anakuambia ni mnyama. Sisi ni wanyama kama wanyama wengine, ni vile tu tuko na akili. Sasa tunagandamiza ama tuna colonize wanyama wengine na tuna akili ya kujiendeleza. Na ukiuliza mtu, ni kwa nini unaishi? Mimi naishi kwa sababu nilizaliwa na niko hapa, ninafanya kazi na niende. Lakini chini ya hiyo ni muhimu. What is the value of life? Ndiposa siku hizi watu wanafanya abortion. Kwa sababu kama sitaki mtoto, ni haki yangu, ni mwili ni wangu, na mimi nitaamua, huyo nitamflashi, nitamtoa. Kwa sababu ni mimi naamua. Kwa nini? Sikiza vile anasema, mimi ndio naamua, mimi ndio Mungu, mimi ndio niko natawala. Lakini ukimwambia sisi hatuna utawala, kuna mwingine hapa ambaye anaitwa Mungu, ambaye alituumba na aliumba hata huyo mtoto ambaye ako kwa tumbo yako. Kwa hivyo hauna mamlaka yote ya kumtoa huyo mtoto ama kumuua. Sasa hapo mnasukumana. Ndio hapo kitabu cha Mwanzo ni muhimu, kwa sababu kinatuambia ya kwamba ni nani aliyetuumba. Kwa sababu ni nani, na hiyo inamaanisha kwamba aliyetuumba ndiye ako na uwezo na nguvu za juu ya maisha. Kwa hiyo mtu huwezi kutoa maisha ya mtoto, huwezi kutoa maisha ya mtu mwingine bila kuuliza ruhusa ya yule ambaye alituumba. Na ni kwa nini tunaishi? Why do we live? Kitabu cha Mwanzo ndio kitatupatia the purpose. Ni kwa nini Mungu aliumba mwanadamu. Na kama hatuna kitabu cha Mwanzo, tutakuwa kama wanyama wengine tu. Mtu ukikasirika na mtu unamuua kwa sababu hana maana. Si hata ukikasirika na kuku ama ukitaka kula kuku, si unachinja tu unakula. Kwa sababu kwani maana ya kuku ni nini? Si ni kutupatia tu chakula, ama kama wengine wanaweka kama pet siku hizi. Lakini hata kuku akikufa tuendi mazishi, Lakini sasa ukiuliza
mtu ambaye amwamini Mungu, then mbona maisha yangu na ya kuku ni tofauti sana? Hata kuambia ni kwa sababu sisi ni binadamu, tuko na akili, kwa hivyo maisha yetu ni muhimu. Lakini tukirudi katika kitabu cha Mwanzo, ndio tunaona kweli umuhimu wa binadamu ni nini. Uovu uliingiaje katika ulimwenguni? How did evil start? Kitabu cha Mwanzo kitatuambia. Maswali haya na mengine mengi magumu yanajibiwa kwa kina katika kitabu cha Mwanzo. Neno mwanzo linamaanisha asili, the beginning. Unajua kwa Kiingereza tunasema Genesis, lakini tafsiri kwa Kiswahili ni mwanzo. Kwa hivyo na pia hiki ni kitabu ambao kina rekodi asili ya mambo mengi. Nimeguzia mengine kama ulimwengu wetu, jamii ya binadamu, dhambi na uovu zilianza aje, ukombozi, na hata historia ya Yesu Kristo, vile alikuja kutukomboa. Kwa Kiingereza tunasema the salvation history ilianzia katika kitabu cha Genesis. In fact, injili ya kwanza tunaipata katika kitabu cha Mwanzo 3:15 na 16. Natakuja kuongea hiyo tukiongea kitabu yao. Kwa hivyo injili ya kwanza sio Mathayo. Injili ya kwanza ni Genesis, kwa sababu katika Genesis ndio, ama Mwanzo, ndio tunaona Mungu anaweka mikakati ya kumkomboa mwanadamu. So the salvation plan of God starts in the book of Genesis, and that's where the good news is, kwa sababu injili inamaanisha good news, habari njema ya kukomboa binadamu. Maisha ya kifamilia tunaiona katika kitabu cha Mwanzo. Familia ilianza namna gani? Ni nani aliweka mikakati ya familia? Nani alisema Adam? Nani alianzisha familia na alianzisha namna gani? Na ni lazima tufuate hiyo. We have to go to the original plan of God on family. Hiyo tunaipata katika kitabu cha Genesis. Siku hizi watu wamebadilisha. Ukiuliza familia ni nini, mtu anakuambia ni wanaume wawili wanakuja, wanaenda wanatafuta mwanamke mwingine, anawazalia watoto. Hiyo ni familia. Lakini sasa kitabu cha Genesis itawaambia vile Mungu aliumba na mwanzo na vile Mungu alitekeleza mambo yake, hiyo sio familia. Kuna vile Mungu aliumba. Kwa hivyo hayo mambo yote tunaipata katika kitabu cha Genesis. Is the authority of how the family started and how it ought to be. Na of course tutaona mambo mengi kama mataifa na ustaarabu, lugha mbalimbali. Watu najiuliza sasa, tunaongea Kiswahili tunachanganya na Kiingereza hapa, wengine wanaongea lugha zao za mama. Hizi lugha zilitoka wapi? Na maana hizi lugha ni nini? Tunarudi katika kitabu cha Mwanzo, tunapata hayo maelezo. Alafu pia jambo ambao ni kubwa katika kitabu cha Mwanzo, pia tunapata watu wa Mungu ambao waliteuliwa, the nation of Israel, Waibrania. Kitabu cha Mwanzo 12 tunaona Mungu anaanzisha njia ya kukomboa ulimwengu mzima, lakini anamuita mtu mmoja, anamfanya taifa, na hilo taifa linakuwa taifa teule ambao ni taifa la Israel siku ya leo. Na tutaona umuhimu, uwezi elewa umuhimu wa Israel leo kama usome kitabu cha Mwanzo na ujue ilianzia wapi. Ndio uelewe ya kwamba ni kwa nini tunaombea Israel, ni kwa nini tunaheshimu wateule wa Mungu ambao ni Israel, ni kwa nini nchi ya Israel inasimama katika mpango ya Mungu. Hautaelewa hiyo kama hautasoma kitabu cha Mwanzo. Pia kinatoa msingi wa historia kwa mafundisho makuu ya Biblia. Mwanzo huitwa shamba la mbegu la Biblia. It's in English tunasema it's the seedbed of the Bible. Ubinadamu unapata heshima yake kwa rekodi ya Mwanzo, kuwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Dunia imenufaika kwa kiasi kikubwa na kiroho kupitia rekodi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu mbalimbali katika kitabu cha Mwanzo. Hadithi za mashuhuri kama Abraham, Isaac, Yakobo na Yusufu zimewapa mamilioni ya watu
motisha ya kumtumainia Mungu ambaye anawasaidia katika matatizo yao, lakini yote inapatikana kitabu cha Mwanzo. Ndio tunaona Mungu anatembea na watu namna gani. Wengine ambao walikuwa ni wenye dhambi, wengine ni wadhaifu, lakini tunaona Mungu anatembea na wao. Na ukisoma kweli unajiona kama maisha ya tuseme ya Abraham. Ukiyasoma unayaona. Mtu ambaye ana imani, anamwamini Mungu, lakini anapitia mambo magumu ya kutopata mtoto. Mtu kama Jacob ama Yakobo, unaona ni mfisadi kabisa, very corrupt. Anafanya mambo yake ya kujipigania huko, anadanganya, anaiba, kama ungekuwa Mkenya sema ni hustler, ana hustle huku na huku, anadanganya ndugu yake, anamuibia, anaenda huko anadanganya baba yake, mimi ni huyu na huyu suya, anaenda kwa anko yake pia anamdanganya na mali yake, lakini bado unakuja unapata huyu mtu bado Mungu anafuatana naye, amwachi. Hata sasa anatoroka, Mungu anamuonekania katika ndoto, hata anamwagiza mambo fulani, na hata anapigana na Mungu kabisa mpaka Mungu anamvunja mguu, lakini anambariki. Sasa unajua kusoma hizi historia, hata wewe unajiona kati unasema kweli hata mimi Mungu aniaji. Hata kama mambo yangu hajaenda straight, siwezi give up, siwezi kata roho, kwa sababu Mungu anaaja na maisha yangu, kwa sababu yeye mwenyewe afanye nini? Aniaji. Mambo makuu kama ndoa, marriage, hupata maana yake ya kina na mfano bora kutokana na ukweli kwamba Mungu alimuumba mwanamke mmoja na mwanaume mmoja tangu mwanzo. Serikali hujengwa juu ya wajibu wa kuadhibu uhalifu, jukumu ambao Mungu alimpa Nuhu na kisasi chake. Na tutaangalia mambo mengi yana asili yake katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo sasa mimi naguzaguza tu kidogo. Ningependa kuomba ya kwamba utaona umuhimu kabisa wa kuingia na kujifundisha neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo. Na hii ni kionjo tu ya kukuambia ukuwe na ile moyo na radha ya kuja kujifundisha kitabu cha Mwanzo. Ningemalizia nikisema haraka juu ya mwandishi. Tunajua ya kwamba mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni Moses. Musa anajulikana kwa kuwaongoza Waisraeli kutoka Misri na kupokea amri 10 kutoka kwa Mungu kutoka mlimani Sinai. Na tunajua kwamba aliandika kitabu cha Mwanzo pamoja na vitabu vingine 4, na pamoja hizi vitabu 5 zinaitwa Torati. Kitabu cha Kutoka, of course tunaanzia Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Na aliandika hivi vitabu 5 wakati wa safari ya miaka 40 ya Waisraeli jangwani. Wakati mwingine tunasoma vile walipita the 40 years in the desert. This is the time that Moses was writing these 5 books. Inasaidiwa na pia tukiangalia kwamba hizi vitabu 5 na kitabu cha Mwanzo kikiwemo moja ya hivi vitabu, ya kwamba viliandikwa kwa uongozi wa Mungu, ambapo Musa alirekodi historia, vina sheria na mfundisho mengi alivyoonyeshwa na Mungu. Kwa hivyo mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni Mungu, lakini alitumia Musa kama chombo. Yale ambayo alimuonyesha ndio Musa aliandika. Kwa hivyo kama kuna shida na kitabu cha Mwanzo, usiseme hiyo iliandikwa na Musa, Musa alijua nini, Musa alielewa nini. Wewe kuwa na shida na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwandishi wa Biblia yote, na nitasisitiza hiyo ya kabisa. Na nimeongea juu ya mambo makuu ama mada, the main theme. Jambo kuu katika kitabu cha Mwanzo ni uumbaji wa Mungu
na agano lake na binadamu. Kinasisitiza ukuu wa Mungu, kinaongea juu ya kuingia kwa dhambi, kufunuliwa pia kwa mpango wa ukombozi kupitia imani na kutii Mungu. Kwa hivyo hilo ndio jambo kuu katika kitabu cha Genesis. Uumbaji na mwanzo wa kila kitu. Na pia inatuonyesha juu vile Mungu alipenda mwanadamu na akafanya maagano. The thing ya covenants ni jambo kuu katika kitabu cha Genesis ama Mwanzo. Unaona Mungu anafanya maagano na watu wake. Na pia tunaona vile dhambi iliingia ulimwenguni na binadamu akakuwa separated na Mungu, lakini habari njema ni ya kwamba kitabu cha Mwanzo pia kinatufunulia mpango wa ukombozi. Na vile tunaona Mungu alipenda ulimwengu na akaanza mpango wa kumrudisha mwanadamu kwa yale ambayo alikuwa amekusudia akimuumba. Na ukitembea Biblia yote utaona huo wote ni mpango wa kurudisha mwanadamu kwa Mungu. Na tunamalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, bali inasema there will be a new heaven and a new earth. Vile Mungu alikuwa ameumba a new heaven, alikuwa ameumba heaven and earth na akaweka binadamu, lakini dhambi ikaharibu. Mungu atarudisha mambo yote back to the book of Genesis. That's why Ufunuo wa Yohana unatuambia, ukisoma sura 22, ya kwamba Mungu akisha kamilisha mpango wake, dunia na mbingu zitarudi vile alikuwa amekusudia hapo mwanzo, in the new heaven and a new earth. Kwa hivyo this is a journey that we are starting to see how God is walking us through to his original plan. Wacha nimalizie nikiwasomea mistari muhimu katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kina mistari kadhaa ambao ni msingi wa ujumbe wake wa kiroho na kihistoria. Mifano ya mistari nitasoma 4. Ya kwanza na ya muhimu ni Mwanzo 1:1. Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Full stop. In the beginning God created the heavens and the earth. Hiyo ni summary ya uumbaji wote. Na hiyo ni statement ambayo kama uiamini, wewe sio Mkristo na wewe sio mja Mungu. Wewe sema uamini Mungu na umtaki. Huwezi kusema unaamini Mungu aliumba mbingu na nchi alafu unaamini maneno ya evolution ya Charles Darwin. Hapana. It's a statement of faith. Na inasema kabla hujakuja kwa Mungu lazima uamini. Kwa sababu kuna wengine wanasema, mimi nataka kuona miujiza ndio niamini Mungu. Mimi nataka kuona evidence ndio niamini Mungu. That is not the approach of God. We don't come to God in our own terms. Yaani hatukuji kwa Mungu kwa vile tunajisikia. Nasema kama utanitendea hii basi nitakuamini Mungu. Na kwa bahati mbaya nimeona mambo ni mengi hata katika makanisani siku hizi. Nasikia mtu anasimama anasema, Mungu kama utaniponya nitakuamini, nitakufanyia kazi. Wewe ni nani? Ndugu yangu, dadangu, who are you? Unakuja na kifua unawekea Mungu, unamwambia kama unawekea Mungu condition. Mungu kinifungulia hii mlango ndio nitakufanyia kazi, nitatoa saka zangu. Wewe relax. Relax. Wewe kama ni mtoto mdogo unakuja mzazi wako unaambia, wewe mama yangu, kama utanilipia school fees, kama utaninunulia kiatu, nunulie simu, ndio nitasikia mambo yako. Wewe mzazi umenielewa? Sasa umesikia hiyo mbele nasema hivyo, hata umesikia upige huyo mtoto kofi. Imagine hivyo ndio Mungu anasikia tukikuja kwake. Ukimwambia Mungu kinifanyia hivi, nitakufanyia hivi. Hapana. Nyenyekea. We don't come to God on our own terms. Huwezi kuja useme Mungu nionyeshe ndio niamini. Nitende, nataka kuona muujiza ndio niamini.
Biblia inasema Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Amini ya kwamba Mungu aliumba, amini ya kwamba kabla ya chochote Mungu alikuwepo na atakuwepo na hawezi kubadilika. Na ukimwamini ndio Mungu tata ataumba hizi vitu zingine. Kama unataka kazi, kama unataka mtoto, kama unataka breakthrough, itakuja kama umechukua Mungu kwanza. Biblia inasema tafuta ufalme wa Mungu kwanza na mambo mengi utaongezewa. Kuweka Mungu kwanza. Kama wale watoto wa Ibrania, unakumbuka? Shadraka, Meshaki na Abednego walisema huyu Mungu ambaye tunamwamini anaweza kututoa kwa mikono yako we mfalme. Hata hii moto Mungu anaweza kutuokoa. Lakini napenda vile walimalizia wakasema hata kama hata tuokoa, hatutainama, hatutamkana Mungu wetu. Hiyo ndio imani. That is faith. Inasema kwamba imani yetu sio juu ya ijajengwa juu ya yale Mungu anatutendea ama atatutendea. Hata kama atatutendea, anajua ni kwa nini atatenda, lakini imani yetu bado itasimama imara. Na hiyo ndio kitabu cha Mwanzo kinatuita moja kwamba a place where we reach and say, Lord, we believe in you. Hata kama utatuchinja. Nani alisema hiyo? Kwa wale wanajifundisha Biblia ni Job. Anaitwa nini? Ayub. Alisema Mungu, even if you slain me, I will still, with my own eyes, I will still see you. Hata kama utanichinja kwa macho yangu, mimi nitakuona. That is deep faith. Hata ukisoma kitabu cha Waebrania 11 ambayo kinaongea juu ya watu wakuu wa imani, Biblia inasema ya kwamba wengi hawakupata yale ambayo walikuwa wanatarajia kutoka kwa Mungu, lakini walikufa na imani. Wakisema hata kama hatujayaona, tunamwamini yule Mungu. That is Genesis chapter 1 verse 1. Tunaanza kwa imani. Biblia inasema bila imani hatutamfurahisha Mungu. Kwa hivyo tunakuja na imani kwanza. Sio kukuja na mahitaji kwanza. Alafu tunasema imani yetu itajengwa kama huyu Mungu atajionyesha akutane na mahitaji yetu. It's the other way around. Kitabu mstari mwingine ambao ni muhimu katika kitabu cha Mwanzo ni sura ya 1:27. Inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sitaongea zaidi, tutayaangalia baadaye. Sura nyingine ama mstari mwingine ni Mwanzo 3:15. Hii ndio naitwanga injili ya kwanza, the first gospel katika Biblia. Inasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Kwa nini hii ndio the first gospel? Mungu hapa anaongea na shetani, the serpent. Of course anawakilishwa na nyoka. Akamwambia kwamba kwa sababu umemfanya mwanadamu amefanya dhambi na ameanguka, ametoka kwa ule mpango na ule utukufu ambao nilikuwa nimemweka, lakini ujue ya kwamba mimi nampenda mwanadamu, na wewe huyu mwanadamu atakuponda kichwa, uzao wake. Uzao wa mwanamke ambao Mungu anazungumzia hapa ni Yesu Kristo, ambaye katika msalaba alimuponda shetani kichwa. Because shetani alitumia dhambi kumtenganisha na Mungu. Lakini kupitia msalaba wa Yesu Kristo, hiyo utengano ilijibiwa. Because through the cross we are reconciled back to God. Kwa hivyo ile nia ya shetani ya kumtenganisha Mungu na binadamu, Yesu Kristo aliponda hiyo nia, na kupitia kwa msalaba ameturudisha kwa Mungu. Kwa hivyo ile ambayo shetani alikuwa anafikiria imeshindwa. Kwa hivyo kichwa chake kimepondwa. Okozi alisema nawe utamponda kisigino.
Lakini unajua kuponda kisigino inamaanisha tu ya kwamba Yesu alisulubishwa katika msalaba. Lakini shetani alishindwa kwa sababu baada ya siku ya 3 Yesu alifanya nini? Alifufuka. Kwa hivyo this is the first gospel. Hapa ndio mara ya kwanza tunaona Mungu anaweka mpango wa kukomboa binadamu. Na kwa hivyo hii ni kifungu muhimu sana. Alafu cha mwisho ni Mwanzo 12:2-3. Inasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki na kulikuza jina lako. Nawe utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikio na kumlaani akulaanie. Na katika wewe jamii zote za dunia watabarikiwa. Haya ni maneno ya Mungu akimwambia Ibrahim, ile the first covenant. Akisema ya kwamba wewe nitakufanya baraka kwa mataifa. Na sisi ambao sio Waibrania tumepata hii baraka. Kupitia kwa Kristo tumeingia katika familia ya Abraham. Tumeingia katika ile jamii teule kupitia kwa Kristo. Tumepata hiyo baraka kwa sababu Mungu alitupenda sisi wote. Kwa hivyo nitamalizia hapa nikisema nilikuwa nafanya tu utangulizi wa kitabu cha Mwanzo. Na ninaomba ya kwamba umebarikiwa na umefurahia na umekuwa na hamu ya kufuatana na mimi tuendelee kujifundisha katika kitabu cha Mwanzo, na wakati mwingine tutaanza sasa sura ya kwanza. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa sababu unatuita tukuje kwako kwa imani. Unasema hapo mwanzo uliumba mbingu na nchi. Haukuanza kwa kutuonyesha miujiza ama evidence ndio useme kulingana na haya ndio inatuonyesha Mungu aliumba. Kituonyesha kwamba unatuita tukapate kukuamini. Ninaomba uinue imani yetu. Hata wakati tunapitia mambo magumu, naomba utusaidie tuje katika msalaba na imani, tukijua ya kwamba wewe una nguvu na nia ya kutusaidia. Asante kwa sababu hata binadamu alipofanya dhambi akatenganishwa na wewe, uliweka mpango wa kwanza hapo mapema, mpango wa wokovu, mpango wa kuturudisha katika ile ushirika na wewe. Asante kwa sababu hata katika kitabu cha Mwanzo tunasoma historia ya watu wengi ambao walikuwa walemavu, wengine walikuwa hawajakamilika, wengine walikuwa na mambo mengi, lakini wewe Mungu ulitembea na wao, ukawabariki, ukawapa nafasi ya pili na ya tatu, au you never gave up on them. Na asante kwa sababu wewe you never give up on us. Au tutupi, lakini hata tukikosea unatutafuta, unatupa nafasi nyingine, unaweka njia ya ukombozi. Tunasema ni asante. Tunapoendelea kujifundisha neno lako, tunaomba ututie moyo, utufundishe, utufunue, utuelekeze, na ili neno likapate nafasi katika ndani ya mioyo yetu. Inua imani yetu. Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia neno. Naomba tunapojifundisha na kusikia neno lako, uendelee kuinua imani yetu. Katika jina la Kristo tumeomba na kuamini.